imani. Yesu asifiwe sana. Kwa Mkristo, kinachoweza kumfanya aendelee na wokovu, aendelee na ushindi, aendelee kuwa na tumaini ni imani. Sema amen. Ni imani. Naomba uwe na utulivu sana na huku ikiwa uko unajifunza. Kanisa la sasa limepoteza imani. Na ndio maana katika namna moja au nyingine, kuingia kanisani kwako ni mpaka uweze kulazimishwa, kwa sababu imani yako imekuwa ni kiduchu. Imani yako imekuwa ni hafifu. Na hata tunaposema tuweze kuomba, kwa sababu imani yako ni ndogo, huwezi ukatarajia jambo hata katika kuomba kwako. Yesu asifiwe sana. Lakini ukiona mtu anaomba kwa bidii, anaomba kwa matumaini, imani kwake ni kubwa. Imani kwake ni kubwa. Kwa katika kitu ambacho tunapaswa kuweza kuzingatia na kuweza kujifunza na namna ya kuweza kuchochea ni kuweza kumwomba Mungu atuongezee imani. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Imani. Katika vitu ambavyo kanisa linapoteza ni imani. Mtu anatarajia kitu lakini anakuwa na mashaka kwa sababu imani yake inakuwa nini? Ni ndogo. Yesu asifiwe sana. Imani yake inakuwa ni nini? Ni ndogo. Ili tuweze kushinda, ili tuweze kupokea yale tunayotarajia, tunahitaji kuinua imani zetu ili tuweze kupokea yale tunayoyakusudia. Unasema mimi namwamini Mungu, nataka nijenge nini? Nyumba. Hautojenga nyumba kama imani yako ni ndogo. Hautoweza kutarajia matokeo ya kile kitu unachokiamini kama imani yako ni nini? Ni ndogo. Na ndio maana imani tunaongezewa. Haleluya. Haleluya. Msukume jirani yako, mwambie mtake Bwana kuongezee imani. Mtake Bwana kuongezee imani. Kama ni jinsia yako, msukume kwa mkono, mwambie mtake Bwana kuongezea imani. Haleluya. Imani. Kanisa tunahitaji kitu kinachoitwa imani. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana Mtakatifu, mtu msomaji wangu mmoja ili anisaidie. Katibu, unaweza kupelekewa? Sogezee maiki kwa katibu. Imani. Haleluya. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16. Tuweze kuona imani ni njia, wokovu tunaupata kwa njia ipi? Naomba tusome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana 3:16. Biblia inasema. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee. Kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Endelea hapo chini. 17. Maana Mungu hakumtuma mwana wa ulimwengu ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ishie hapo. Hapa tunaona, tukisoma maandiko yanatueleza kuhusiana habari ya Mungu alivyoupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hii inaonyesha jinsi imani ilivyokuwa na msingi ya kuokolewa katika dhambi. Mungu alipokuwa ameamua kumtoa Yesu Kristo aje ulimwenguni. Yesu asifiwe sana. Amen. Kuja ulimwenguni, amemtoa mwanae wa pekee kuja ulimwenguni ili ulimwengu uokolewe kwake.
ilikuwa ni imani. Haleluya. Amina. Ilikuwa ni nini? Imani. Imani. Kwa imani. Kama hakuna imani, watu wasingekuwa na matumaini. Leo hii tunazungumzia swala, Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe, na yeyote atakayempokea ataokolewa. Swali niulize, kuna hali ya matendo hapo? Matendo hayapo. Tunachoamini ni imani. Ili mtu aweze kupokea wokovu, anahitaji kwanza awe na imani, ndipo upokee nini? Wokovu. Kama hana imani, wokovu kwake ni bure. Hautoweza kuleta matunda. Kwa sababu gani? Imani ndiye inaweza kuchochea hali aliyokuwa nayo au mambo anayotarajia kuweza kuyapata. Tunapozungumzia sasa, leo umempokea Bwana Yesu, haukupokea kitu kinachoonekana. Ulipokea kitu kile ambacho katika namna ya imani. Yesu asifiwe sana. Amen. Katika kuzungumza ndipo imani inaweza ikafanya nini? Ikajengeka. Hatua ya pili ambayo nataka nikufundisha, au andika hatua ya kwanza, ni wokovu na uzima wa milele. Wokovu na uzima wa milele. Ili tuweze kuendelea na wokovu, ili tuweze kupokea hii imani, ili tuendelee kuwa katika hali ya imani, kitu ambacho cha kwanza ni lazima tutaupata huu uzima wa nini? Wa milele. Lakini hatua ya pili, kama tunajifunza uhusiano wa karibu na Mungu. Imani inakutengenezea uhusiano karibu na Mungu. Hakuna yoyote hapa ambaye anaweza kaniambia alishawahi kumuona Mungu. Hayupo. Tunasema tulishamuona Mungu kwa imani. Haleluya. Kanisa, tunaelewana? Nataka niweze kuinua imani ya mtu mmoja aweze kujua, kama ndani yako imani haipo, utakuwa ni msumbufu ndani ya kanisa. Utaendelea kulitesa kanisa kwa sababu wewe ndani yako hakuna unachokisimamia. Ili uendelee na wokovu, ni lazima uwe na kitu kinachoitwa nini? Imani. Ukiwa na imani, hauwezi kuamshwa kwenda kanisani. Ukiwa na imani, huwezi ukafikiria swala la kwenda kutafuta fedha, kwa sababu unaenda kutafuta fedha, una imani, unataka kufanya baadhi ya mambo fulani. Haleluya. Nani ambaye hana malengo hapa? Nani ambaye hana malengo? Sijui nikizungumza malengo tena kuna mtu mwingine ambaye haelewi, lazima itolewe ufafanuzi. Nani ana malengo hapa? Nani ana malengo? Nyosha mkono juu. Amina. Ukiwa na malengo pasipo imani ni bure. Si unanielewa? Nazungumzia chochote kile unachokiona kwenye maisha ya mtu, ili kiweze kuzaa matunda, kinahitaji kitu kinachoitwa nini? Imani. Unaamini utajenga nyumba, unaamini utanunua gari, unaamini utaolewa, unaamini. Sasa katika imani, ili iweze kuzaa matunda, kuna nguvu unayohitaji iweze kusukuma ile imani izae matunda. Haleluya. Nguvu hiyo ni ya Mungu, kuendelea kumwamini Mungu na kufanya kile unachotarajia kukipata, ndipo imani yako inaweza ikatimilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukisoma katika maandiko, kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 na mstari ule wa 6. Kitabu cha Waebrania 11 mstari ule wa 6, Biblia inasemaje? Waebrania 11 mstari wa 6, neno la katika kipengele cha uhusiano wa karibu na Mungu, ndio ambayo hatua ya pili. Mstari wa 6 unasema, inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Haiwezekani kumpendeza. Malizia hapa. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Yoyote anayemwendea Mungu ni lazima aamini kuwa Mungu yupo, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. 7.
Kwa imani Nuhu akiisha kunywa. Rudia tena maandiko hapo. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomwacha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Amina. Na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Ishia hapo. Hapa anazungumzia Mungu, anasema kwa imani utampendeza Mungu. Lakini kwa imani Nuhu alipotenda dhambi na watu wake, Mungu akahukumu ulimwengu, na kisha akamwambia Nuhu atengeneze nini? Safina. Narudia tena. Kwa imani Mungu akamwambia Nuhu tengeneza nini? Safina. Kwa imani Nuhu akawaeleza watu na akaanza kutengeneza safina, kwa sababu Mungu alipanga kuhukumu ulimwengu. Haleluya. Na baada ya kupanga kuhukumu ulimwengu haukuweza kuelewa. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni vitu vya nadharia na sio nini? Sio vitendo. Wanamtazama Nuhu, wanaona kama ni mtu mpuuzi tu, anagonga nini? Safina. Kwa sababu Mungu alishamwambia na alimuonya, na akawaeleza watu. Alivyoeleza watu wakambeza, akatengeneza safina, akaingiza wanyama, watu wakamwona kama ni chizi. Yesu asifiwe sana. Imani, kama haujaweza kuondoa kitu fulani cha ujuaji kwenye kichwa chako, huwezi kukaa kwenye imani. Imani ukiwa mjuaji sana na kuweza kuona hiyo sio, huwezi kufanikiwa mambo yako. Ni lazima imani ndiyo inaweza kumtoa mahali alipo mtu kumpeleka mahali pengine. Nuhu akamaliza safina, akawaeleza watu wenye kumpenda Mungu watubu, na yeye akatubu waingie ndani ya safina. Watu wakakataa. Nuhu akaingia, akamwambia jamani, mvua itanyesha. Mungu anataka kuiangamiza nchi, anataka kuangamiza ulimwengu, lakini watu hawakuweza kufanya nini? Lakini kwa imani Mungu akamuokoa Nuhu kwenye safina. Ndio Biblia inamalizia. Haleluya. 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 Amen. Katika fundisho hatua ya 3, nguvu katika nyakati za majaribu. Imani inakutia nguvu katika nyakati za majaribu. Na ndio maana tunahitaji kanisa, tunahitaji imani na sio maombi. Maombi hayawezi kufanya kazi kama ndani yako hauna imani. Sema amen. Sema amen. Amina. Maombi ya kuweza kufungua hayawezi kufanya kazi kama ndani yako hauna imani. Imani ndiyo inayoweza kufanya wewe uweze kufunguliwa. Imani ndiyo inaweza kufanya wewe uweze kubarikiwa. Imani ndiyo inaweza kufanya wewe ukatimiza ndoto yako. Imani. Haleluya. Haleluya. Amina. Kusoma katika kile kitabu cha Warumi 5 mstari wa 3. Warumi 5 mstari wa 3 mpaka wa 5. Warumi 5 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, neno mpaka 5 inasemaje? Wala si hivyo tu, ila mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Umesikia? Dhiki kazi yake ni kufanya nini? Kuleta saburi. Namba 4. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo. Rudia tena. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo. Na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Uimara wa moyo ni nini? Ni tumaini. Namba 5 na mwisho. Tumaini halita hayalishi. Rudia tena vizuri hapo mtumishi. Na tumaini halita hayalishi. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu
tuliyepewa sisi. Amina. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hapa najifunza imani husababisha waumini kuwa na nguvu wakati wanapokuwa katika majaribu. Wanapokuwa katika majaribu. Na hata changamoto zinapowapata, kwa sababu ndani yao kuna imani, hawezi kutikisika, hawezi kutetereka. Kwa kitu kanisa ambacho unapaswa kutoka nacho ndani ya kanisa, ndani ya ibada hii, unahitaji Mungu akusaidie imani. Amen. Nakwambia ukweli, kanisa tukiondoka katika msingi wa kuwa na imani, tutakuwa ni watu wenye kuzoea ibada, tutakuwa ni watu wenye kusukuma juu ya ibada, ni watu ambao tutakuwa hatuogopi dhambi, kwa sababu ndani yetu hatuna imani. Kwa sababu katika imani tumekatazwa, katika imani tumeruhusiwa, katika imani tumeweza kuaminishwa baraka katika imani. Na ukiamini unapokea. Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye imani anatarajia jambo ambalo ni la muda mrefu, lakini bado anatarajia na baadaye linafanya nini? Linatimilika. Mtu anasema imani, nashukuru Mungu sana, amenisaidia, nimekuwa na imani na hatimaye nimeolewa. Imani nini? Imani. Lakini ukiwa ni mtu mwepesi wa kuweza kuwa ni mtu mwenye kuzoea ibada. Kuna watu wamezoea ibada, kuna watu wamemzoea Mungu. Mungu hazoeleki. Naomba nikusaidie. Mungu afanye nini? Hazoeleki. Sema Mungu hazoeleki. Mungu hazoeleki. Sema Mungu hazoeleki. Mungu hazoeleki. Sema Mungu hazoeleki. Mungu hazoeleki. Nashangaa wengine nao wamenyamaza kimya. Upo kwenye ibada, imani. Ukiishi kwenye ndani ya imani, utaweza kufanikiwa mwana Mungu. Ukiishi na imani, utaweza kubarikiwa. Ukiishi na imani, utaweza kutenda mambo makubwa. Imani. Wote unaoona kina Bill Gates, imani yao, Bill Gates sio mtu msomi. Nilikuwa naangalia historia yake, ni ndefu sana, lakini ni mtu ambaye hajasoma. Kuna mmoja ambaye ni Mchina, si ni Mjapani, ambaye ndo leo hii amekuwa ni tajiri wa kwanza. Ni kijana mdogo sana. Yeye cha kwanza aliferi zaidi ya mara 4. Na baada ya hapo akaacha shule. Sisemi wewe uache shule. Sisemi uache nini? Shule. Nilikuwa naangalia watu wengine kwenye imani, walikataliwa zaidi ya mara 70. Walianzisha kanisa zaidi ya mara ngapi? Mara 4. Anaanzisha kanisa mara ya kwanza linakufa, anarudi mtaani. Anaanzisha kanisa linakufa, anarudi mtaani. Anaanzisha kanisa limekufa, anarudi mtaani. Lakini hivi sasa ninavyozungumza, ni Mkorea yule. Ni Mkorea. Leo hii ana kanisa la maelfu. Maelfu na maelfu. Ibada yake moja tu inazidi zaidi ya watu kati ya 50,000. Ibada moja. Kanisa lina zaidi ya viwanja vya mpira 4. Si unanielewa? Nini kilichompelekea? Aliamini kuna wakati Bwana atamkumbuka. Imani. Si kama tunaelewana? Usiangalie mazingira unayopita, usiangalie ugumu unaopita. Unachopaswa kuangalia, je, imani yangu bado ipo? Lakini imani ikiondoka, usitarajie kama ndani yako yupo Mungu. Hayupo Mungu. Imani ndiyo inayotupelekea tuendelee kumwamini nani? Mungu. Maana nilitangulia kusema, nani ambaye alishawahi kumuona Mungu? Kuna mtu alishawahi kumuona Mungu kwa macho? Anyoshe mkono hapa, asema mimi nishawahi kumuona Mungu kwa macho. Hakuna hata mmoja. Hata mimi sijawahi kumuona Mungu. Narudia tena, hata mimi sijawahi kumuona Mungu. Naomba nielewe. Nielewe vizuri, ninasimamia wapi? Hata mimi sijawahi kumuona nani? Mungu kwa macho.
lakini nimemwona Mungu kwa imani na kwa matendo. Nilimwamini Mungu atanitendea jambo fulani, na nilipoweza kusimama juu ya imani, niliweza kuona matendo makuu ambayo Bwana amenitendea mpaka sasa. Imani. Ukikaa nje ya imani, hakuna chochote kinachoweza kutokea kwenye maisha yako. Kwa katika kitu cha kulinda ni imani, mwana wa Mungu. Yesu atukuzwe sana. Hebu naomba tuangalie mfano huu mmoja. Mfano huu mmoja ndani ya vitu vile, katika kile kitabu cha Petro wa pili sura ile ya 3 mstari wa 18. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Neno la Mungu linasemaje? Petro wa pili sura ile ya 3 na mstari ule wa 18. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo, utukufu una yeye sasa na hata milele. Haleluya. Ndio. Imani inayozidi kuimarika inachangia ukuaji wa kiroho. Kwa katika hilo tunahimizwa kukua katika neema, katika ufahamu wa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Unapokuwa kiimani, ndipo kunakozaliwa matokeo ya matendo. Unapokuwa nini? Kiimani. Ndipo kunapotokea matokeo ya matendo. Kwa hata hitimisho la maombi yetu, tunapaswa kuweza kuomba, Bwana, tunahitaji msaada, utusaidie imani. Tuongezee imani. Tuongezee nini? Imani. Na kama kuna mmoja unamuona yupo fire, yupo jirani yako, ambatana naye, kuwa karibu naye, uambukizwe huo upako wa moto wa imani, wa moto wa maombi. Mkesha tulikuwa watu wangapi? Hatutoweza kuacha mkesha. Maana kuna wengine wanasema tutaenda tutaishi. Hakuna. Tangu tulipoanza mkesha tulisimama siku ngapi? Tulisimama siku kadhaa kwa ajili ya matukio fulani iliyokuwa ya mkutano. Baada hapo tuliendelea na mkesha. Imani ndiye inaweza kusukuma wewe uje umtafute Mungu. Imani ndiyo unaweza ukafanya mtu mwingine aige mambo kutoka kwako. Imani. Haleluya. Imani ndiyo inaweza kusababisha tusiweze kutenda dhambi. Imani. Kwa sababu tunaamini Mungu yupo. Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo linalofuata katika fundisho, ulinzi na msaada wa Mungu. Imani inatupa ulinzi na msaada wa Mungu. Imani. Imani inatupa ulinzi na msaada wa Mungu. Ukisoma maandiko katika kile kitabu cha Yeremia sura ile ya 29 mstari wa 11. Yeremia Bwana Yesu asifiwe. Yeremia sura ile ya 29 mstari wa 11. Mstari wa 11 inasemaje? Neno linasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Maana ninajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Asema Bwana, ni mawazo ya amani. Ni mawazo ya amani, wala si mabaya. Wala sio mabaya. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Za mwisho. Umesikia? Imani ndiye inayotupa hakikisho la tumaini. Haleluya. Hebu naomba ufumbe macho yako dakika moja. Ufikirie
baada ya kufa kwako unaenda wapi? Imani ndiyo inaweza kupelekea katika kutafakari. Fumba tu macho. Fumba macho, usimtazame mtu. Kuna watu wengine fumba tu macho halafu utafakari. Hivi kama leo Bwana ameninyakua, ninaenda wapi? Amen. Kupitia imani sasa, kupitia imani unaweza ukatengeneza na Mungu. Unaweza kufanya nini? Ukatengeneza na Mungu na hatimaye kuweza kuiona nini? Mbingu. Haleluya. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Kwa imani inawasaidia Wakristo kuelewa mipango ya Mungu katika maisha yao. Na ndio maana Mungu anasema, najua mawazo ninayowazia ninyi, kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Mawazo. Kwa imani yetu tunajua Mungu anatuwazia mambo yaliyo mema. Mungu anatuwazia mambo yaliyo mema. Imani. Haleluya. Piga fua chako mwambie Mungu ananiwazia mambo mema. Mungu ananiwazia mambo mema. Nataka nikae kwenye kukufundisha ili uweze kuelewa. Unapoingia kanisani, uingie sio kama mtu ambaye hajui chochote. Uingie kama mtu anayejua kile anachoenda kuifanya. Uwe unajua ni nini unachokifuata ndani ya kanisa. Uwe unajua ni nini ambacho kimekufanya ukusanyike miongoni mwa watakatifu wenzako ni nini. Maana Biblia inasema kwa imani mtakapokusanyika 2 au 3 kwa jina langu, nami nitakuwa katikati yenu. Ndio maana tunakusanyika mahali hapa. Yesu asifiwe sana. Na tukisha kukusanyika, tunaleta haja zetu kwa Mungu. Ungeweza kuwapelekea wanadamu. Yesu asifiwe sana. Lakini umeamua kuleta kwa nani? Kwa Mungu. Kuna mtu mwingine hahitaji fedha, japokuwa hakuna mtu ambaye hahitaji fedha. Lakini ombi lake la muhimu sana, anahitaji afya. Kwa imani anapokea, na akitoka hapa anasema nahisi kama nimepona. Ni kweli amepona. Imani yake ndiye iliyofanya nini? Iliyomponya. Hakuna mahali ambapo Yesu aliweza kumponya mtu akasema umepona. Alisema imani yako imefanya nini? Imekuponya. Nenda. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kama imani hutokuwa nayo, hutoweza kupona. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Ukisoma maandiko, sihitaji kuingia sana, ambayo ni hapo nje ya fundisho langu. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni Naamani. Kuna mtu mmoja anaitwa nani? Naamani kwenye Biblia. Huyu Naamani alikuwa jemedari mkuu wa vita. Alikuwa jemedari mkuu wa nini? Wa vita. Huyu Naamani akawa na ukoma. Katika ukoma wake akatuma watu wapeleke taarifa kwa Elisha. Yesu asifiwe sana. Amina. Apeleke taarifa kwa nani? Kwa Elisha. Kwa sababu yeye ni bosi. Mwambieni